Unajua mama, uongo ni mtamu lakini unaishi muda mfupi, na ukweli ni mchungu lakini ndio unadumu katika maisha yetu. Kwa nini usiseme ukweli tu mama yangu, mimi nakuheshimu? Hebu mweke wazi huyu brother kama unafanya iko kitu. Ukweli gani unataka mimi niongee? Haijakaa sawa mama yangu, tafadhali nakuomba. Ukweli gani unataka niongee? Haijakaa sawa mama. Unakuwa unanilazimisha mambo mimi sitaki. Mbona nakuwa unanilazimisha? Unapiga na kibao huko. Mbona nini? Sitaki kulazimishwa kitu ulichokuwa. Ukweli upo. Mpigie simu. Ukweli gani? Ukweli gani? Mpigie simu mkeo. Ukweli gani unanilazimisha? Mpigie simu. Baba. Nanisingizia tu. Tunakusingizia Mamele. Pamoja na hizo message tunakusingizia. Hizo message umezipitia vizuri? Mungu, unajua kabisa mimi nakupenda. Siwezi kukusaliti. Yaani hizi sijui. Kwa sasa kama unampenda uweze kumsaliti. Hizo message ulikuwa unachati na nani? Alafu dada unalia, unadhani kulia ndo silaha kuficha uongo? Kulia sio silaha kuficha uongo. Na watu waongo mara nyingi ndio wanakimbiliaga kulia, wakidhani kwamba labda tutaogopa machozi. Kaka, mimi sio muongo. Huo ni uongo. Sasa hapa maabara ya mahusiano mimi ngaliba siogopi mkojo. Au unakosea mzee wangu? Uko sahihi. Alafu Mamele, hatujafika kokote mara hii ushaanza kulia. Tukuelewe vipi sasa? Sasa baba, vitu kama hivi kweli mimi Sasa kuna haja gani eti brother ya kulia? Hiyo unakuonesha tu screen record ya message ya wewe na huyo mwanaume. Hiyo namba unaifahamu, uifahamu Mamele? Au hizo message anazifahamu, azifahamu? Hizo message za rafiki yangu. Tukuna kibaya kibi hapa nilichoongea. Hiyo namba, achana na hizo message. Hiyo namba kwanza tuanzie kwenye hiyo namba. Hiyo namba unaifahamu au uifahamu? Rafiki yangu. Rafiki yako wa kiume? Rafiki yako ndo kakurushia wewe. Sasa baba, hapa kuna kibaya kipi ambacho kimeongelewa hapa kwenye message? Rafiki yako ni mambo ya mapenzi hapa. Rafiki yako alikuwa na chat na boyfriend wake, afu akakurushia wewe. Rafiki yako kimuita Mai, jamani, kuna shida? Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa. Mimi ni kipenzi cha wengi, adui wa wachache, top content creator Ivan 17 kutokea maabara ya mahusiano, mahali ambapo tafiti mbalimbali za kimahusiano zinafanyika. Ni siku nyingine nzuri ndani ya maabara ya mahusiano kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Nipo hapa na ndugu yangu anaitwa Emmanuel Kiula. Ni takriban wiki moja tumekuwa na mawasiliano mimi na yeye kuhusiana na changamoto mbalimbali ambazo zinamkumba yeye na mke wake, na maanisha changamoto za ndoa yake. Kaka, habari? Safi kaka, mambo vipi? Poa, karibu sana. Asante. Karibu sana maabara ya mahusiano. Nashukuru. Kaka, kwanza nikupe pole kwa changamoto zote zinazokukumba. Na naomba tu nikutie moyo kwamba changamoto ni sehemu ya maisha yetu sisi binadamu. Sahihi. Kwa hiyo naamini kwa kumtanguliza Mungu leo yote anaweza akaisha. Sasa nilikuwa naomba labda kwa urefu ungenielezea kile kinachokusibu ili mimi na mtazamaji wangu pale tujue nini kinakusibu na tuone namna ya kukusaidia. Karibu sana. Asante. Kwanza ningeanza kwa kujitambulisha. Kama ulivyosema, mimi naitwa Emmanuel Kiula, ni mfanyabiashara na maduka yangu pale Mwenge na maduka yangu Kariakoo. Kwanza nikushukuru kwa kunipa nafasi leo nifike hapa, maana nimekuwa nikikusumbua kwa takriban wiki sasa. Ndiyo kaka. Kwa uwezo wake wa Mwenyezi Mungu leo nimefika. Hilo ni jambo la kushukuru kwa kweli. Sasa nikirudi huko nyuma, story yangu bwana ambayo inanisumbua ni kwamba mimi nilikuwa na mahusiano na huyo mke wangu way back huko miaka kama 6 nyuma. Ndio. Ndo nilikutana naye. Nilikutana naye kipindi hicho yeye akiwa masomoni na mimi nikiwa katika harakati zangu za kujitafuta kabla hata sijafungua ya maduka ambayo niko nayo sasa. Ndio. Enzi hizo nilikuwa tu tunaweka nani pale chini tunatandika pale. Au ulikuwa machinga? Yani kama machinga wadogo wadogo. Ndio. Ndo nikakutana naye. Katika kukutana pale alikuja pale kwenye kutafuta viwalo, nikamuelewa, tukabadilishana namba. Basi tukawa tunaendelea kuwasiliana.
kwenye kuwasiliana akawa anakuja tena pale ananunua nguo hivyo. Mwisho wa siku tukaanzisha mahusiano. Ndio. Sasa mahusiano hata katika mahusiano nikaja kugundua yule binti alikuwa na changamoto kidogo. Ndio. Kwa sababu kwanza babake alikuwa amefariki. Kwa hiyo nikagundua kwamba anahitaji msaada mkubwa sana wa kuwa supported kwenye masomo yake. Unaona? Sasa ndio kipindi kile nilikuwa bado sijakuwa kihivyo, lakini at least nilikuwa najiona kama uwezo wa kumsupport ninao. Kwa hiyo tukawa tunasaidiana hivyo hivyo kwenye masomo yake. Nashukuru Mungu mpaka akagraduate. Kwa lugha rahisi manake ulimsomesha kuanzia hapo. Sasa siwezi ngasema kama nilimsomesha kwa sababu sikuwa ndo ile main kabisa. Ndio. Yani nilikuwa namsupport. Kwa hiyo lakini ada ushaimlipia vitu kama hivyo? Ya ada kwa nalipia na zile wanaita za kujikimu. Hizo nilikuwa nasimamia show. Ndio. Unaona. Sasa baada ya kumaliza, wakati anajitafuta na yeye na kwenye kutafuta kazi, na mimi mahusiano yakaendelea. Umeona ikaenda mpaka ikafikia hatua yule binti nikaenda nikamtambulisha kwa mzee wangu. Ndio. Nilipomtambulisha kwa mzee wangu, baba naye kidogo akamuelewa, akasema mwanangu, mbona huyu binti anafaa, kwa nini usioe? Kwanza una mwaka wa pili sasa unaishi na binti yako. Hiyo kwenye 2022 unaishi na binti wa watu. Kwa nini tu usimuoe? Nikaanambia baba bwana bado tunajua tunajitafuta. Akasema hamna. Kwa sababu kwanza wewe uone toka umeanza kuwa naye huyu mambo yamebadilika. Uone kama riziki yako imeongezeka. Ndio. Umeona mimi naona kama ni mwanamke ambaye nyota zimeendana anafaa. Nikamwambia kweli baba? Akasema mimi naona mwanangu huyu ni mwanamke sahihi kwako. Ndio. Basi nikasema basi haina shida. Kwa baba akafanya utaratibu, tukaita wajomba, tukaenda hadi kwao. Huyu binti ni mtu wa Katavi. Katavi. Katavi Mpimbwe huko. Mpimbwe. Ndio. Tukafanya utaratibu na wajomba, tukaenda tukatoa barua. Mungu akajalia tukafikia hatua ya kufunga ndoa. Ndio. Nashukuru Mungu pia, na katika ndoa baada ya mwaka tukabahatika kupata mtoto. Hongera sana kaka. Ndio. Tukapata mtoto wa kike anaitwa Mary. Ndio kaka. Maisha yalikuwa mazuri tu fresh. Umeona na binti yetu. Lakini nikurudishe nyuma kidogo hapo sasa. Ndio. Wakati wa ujauzito ulivyokuwa. Ndio. Pale nyumbani sasa akasema pia sasa huu ujauzito sasa hivi naona kama kazi zinanishinda, kuinama siwezi, deki nini. Ndio. Mambo ya kudeki nini ni kweli. Kufuafua kazi kidogo nyingi. Kwa maana nilikuwa namwacha tu mwenyewe pale mimi kwenye mishughuliko yangu. Akasema bwana mimi nahisi kama nahitaji mtu wa kunisaidia hizi kazi zangu. Ndio. Tukamtafutia binti wa kazi au sigeli. Ndio. Tukamtoa Tunduru. Ndio. Anaitwa Alana. Ndio. Tukamtoa Tunduru akaja pale. Unaona tukawa tunaishi na yule binti. Na hata pia alivyojifungua mama yake naye tulimchukua akaja pale nyumbani. Maana tunajua tena mzazi. Ndio. Akishajifungua inabidi. Kwa hiyo mpo naye mnaishi naye hadi sasa hivi? Tunaishi naye pale mpaka sasa hivi pia nyumbani. Ndio. Kwa pale nyumbani sasa hivi tuko 4. Ndio. Kuna binti 5 tuseme na mtoto wetu. Ndio. Mimi, mama yake, huyo binti wa kazi na mwanetu kipenzi Mary. Ndio. Sasa changamoto ni nini? Changamoto sasa hivi karibuni hapa kuna vitu ambavyo sivielewi. Na hiyo hali nilikuwa nahisi huko nyuma, lakini nilikuwa nimeshaanza kutilia shaka. Lakini kwa kuwa nilikuwa namwamini mke wangu, sikutaka kuvipa nafasi. Ila kadiri siku zinavyozidi kwenda mambo yanachacharuka. Nikaona mambo yanachacharuka. Nikaanza kufanya utafiti wangu wa chini. Kweli katika kufanya utafiti bwana, nimegundua mke wangu ananisaliti. Ana mwanaume mwingine. Kuna siku nimekuta text kabisa anawasiliana na mwanaume mwingine.
yani inaonesha dhahiri shairi ana mahusiano na mtu mwingine. Pole sana. Asante. Lakini sasa huyo mwanaume ndo bado hujamjua? Huyo mwanaume bwana mimi simfahamu. Simfahamu, ila tu nimekuta text hapa ambazo anachati na mke wako. Ambazo anachati na mke wangu. Ndio. Kwa sasa na ndo lengo kubwa la kufika hapa. Ili niangalie, maana nimekuwa nikiona vipindi vyako unasuluhisha. Ndio. Ili niangalie na mimi napataje ufumbuzi. Sawa. Sasa mimi nilikuwa naomba kidogo nisaidie na mimi hizo chati kidogo tu nizisome kwa mashabiki zangu. Najua wale ndo wanafanya mimi hata watu wengine wanijue. Jamani, namuomba hapa jamaa tupate pia kusoma. Unajua masuala ya umbea haya. Ulitraki au ulifanyaje? Hiyo nilikuta tu. Yani kuna siku yani baada ya kuwa na wasiwasi sana, kuna siku nikasema hapana. Kwa hiyo simu yake manake unayo password yake au hapa? Simu ya mke wangu hainaga password. Hainaga password. Hainaga password. Sasa yeye hata kama anasaliti, ana wasiwasi, anashindwa kuweka sim password. Ana wasiwasi kwa sababu anajua mimi sinaga mpango na simu yake. Ndio. Na ni kawaida kwa kweli mimi sinaga mpango na simu yake, ila baada ya kuwa na wasiwasi sana ikatokea tu nikasema hebu hapana, hebu ngoja leo nikague. Kwa ndo nikakuta hizo nikajitumia. Mtazamaji, haya ni mawasiliano ya mtu ambaye ameseviwa. Ila jina alivyoseviwa nisisome, lakini brother anaonekana kama amefanya kitu kama kinaitwa screen recording. Maana hii ni video hii. Amfanya screen recording. Nitakusomea tu message haraka nitakupitisha kwenye hizo message. Anamwambia inaendelea vizuri, nimeamka asubuhi najiona kama mchovu. Sijui hapo mnaendeleaje? Shemeji akajibu salama, nimeamka najisikia vibaya, upande wote wa kushoto unaniuma. Ambia ulilalia upande mmoja itakuwa, akasema ndio. Unajisikiaje wewe pia? Naendelea vizuri. Kwambia mimi kukumisi tu. Unajua ndio hivyo, sina la kusema. Akambia na wewe hivyo una la kusema. Maana nini? Dada akacheka, jamaa akacheka. Akambia hivi nikuulize kitu? Akambia niulize. Unanipenda kwa dhati ya kweli? Akambia nakupenda kwa dhati sana, tena sana. Zeni shemeji yetu akasema kama unanipenda kwa dhati, kwa nini unachukua maamuzi ya kutaka kuoa wakati unajua mimi pia ninavyokupenda? Jamaa akasema nataka kuoa. Ita message inaonyesha ni za muda mrefu maana sema nataka kuoa kwa sababu umri umeshaenda. Nina miaka 33 sasa hivi. Nikiwa naendelea kumsubiri mke wa mtu tu nitachelewa. Kumbuka na mimi nahitaji kuwa na familia kama wewe. Dada akajibu akasema sio hivyo, nilikwambia swala la muda tu, kila kitu kitakuwa sawa. Kwa nini unashindwa kunielewa? Umekuwa mtu wa kunikwaza, kwa nini Musa? Kumbe jamaa anaitwa Musa. Musa akajibu akasema unajua usitaki kunifanya mimi mjinga. Inafika wakati naonekana mjinga zaidi. Ni vitu vingapi nimefanya kwa kukuvumilia na kukusaidia wewe ili mambo yako yaende? Mambo gani ambayo kwangu yanaenda? Unajua ninavyokupenda. Uone kama ukioa ndo utazidi kuleta ugumu wa kuhatarisha mahusiano yetu? Hilo unaona wewe, ila mimi naona natakiwa kuoa kwa sababu hata familia inashindwa kunielewa. Hizo chatting zimeishia hapo. Kwa manake brother, ulivyoona hivyo obvious ukajua kwamba yani nikajizilishia kile ambacho nilichokuwa ninakihisi. Pole sana kaka. Pole sana. Asante sana. Umesema nyumbani kwako unaishi na house girl? Pale naishi na house girl na mama mkwe na binti yetu Mary. Sawa. Mahusiano labda ya mke wako na huyo house girl yapoje? Maana tukitaka kulimaliza hili jambo au kujua kitu, tusiende direct kwa mke wako. Kuna kitu tutakikosa. Okay. Anaweza akatukwepa afu tukadondoka. Mahusiano yao naona wako vizuri. Naona mahusiano mazuri. Wana mahusiano ya karibu au kawaida? Ya karibu, wapo karibu. Karibu.
wapo karibu kwa kuwa mimi sio mtu wa kushinda nyumbani sana. Ila tu vile ambavyo nikirudi nyumbani na yani naona tu wapo karibu. Ila si mtu wa kushinda nyumbani. Sio mtu wa kushinda nyumbani. Nikitoka asubuhi nikirudi jioni. Ni mara chache sana, labda unakuta, maana mimi hadi Jumamosi tunafungua biashara. Jumapili mara moja ndo nikikaa. Ni watu ambao wapo karibu sana. Sasa mara baada ya kuona hayo yote yanatokea, ulimwambia au hujamwambia chochote? Yeye mke wangu. Mke wangu sijamwambia chochote. Ndio. Yani, na umefanya vizuri kuto kumwambia. Recording tu, alafu kwa hana anachokifahamu. Kwa nini brother unapata matatizo unaweza kukausha hivyo? Unajua kitu ambacho usichokitarajia. Kwa sababu yani sikutarajia. Unajua mtu ukimwamini ile kupitiliza, yani sikutarajia kama ningeweza kukutana na kitu cha namna hiyo. Kwa ndo maana nikasema hebu kwanza yani kabla ya maamuzi yoyote. Kwa sababu unajua huwa nafuatiliaga sana vipindi vyako. Kwa nikasema kabla ya maamuzi yoyote nikajikaza kiume, ndo nikaanza kuwasiliana na wewe. Kwa nikasema nije tushauriane labda ili tuangalie sasa hatua gani za kuchukua. Au na kama tunaweza tukapata suluhisho la hilo. Wewe unaamini kama huyo wa usigeli yako na mke wako ni mtu na mashosti wako? Ni mtu na mashosti yani? Unaamini kwamba inawezekana ni mashosti? Inawezekana kwa sababu hata ninavyokuaga nyumbani yani wanavyoishi unaweza kusema labda ni mtu na dada yake wa kuzaliwa. Ndio. Yani aishi anavyomchukulia Alana, amchukulie kama ni usigeli wake. Anamchukulia kama mdogo wake. Anamchukulia kama mdogo wake. Wewe unaamini huyo Alana hana anachokijua? Sidhani kwa kweli. Hamna kitu. Sidhani, lakini huwezi jua. Huwezi jua. Huwezi jua. Kwa labda kwa kuanzia kama labda tunaweza mimi naona tujaribu kuzungumza na huyu Alana. Kwa sababu kama umesema unaishi na mtu kama mtu na dada yake, ni ngumu sana uwe naishi na mtu na ukaribu naye afu ujue mambo yako. Yaani lazima utakuwa unajua mambo yake. Kwa hiyo mimi nadhani hapo wa kuanza naye ni huyo Alana. Mama yake anaishi hapo hapo. Mama yake naye anaishi hapo. Sasa hatuwezi kumvamia mama yake moja kwa moja. Sahihi. Ila huyo Alana tunaweza tukamvamia na tukajua. Na kama hajui kitu pia tutajua hajui kitu. Sahihi. Asante. Au unasemaje? Hata mimi naona ni sawa. Kwa hiyo wewe una ukaribu na wote na huyo Alana au kuna mipaka mikubwa sana ambayo umemwekea labda? Ndio maana anashindwa kukuambia baadhi ya mambo. Mimi kwa sababu sio mtu wa kushinda nyumbani kama nilivyokuambia. Yaani mara nyingi tu Jumapili na hapo kwenye labda kwa kuna mpira kukiwa na mpira. Yaani ngoja nikwambie kitu kimoja. Wadada wa kazi wanakuwa na siri nyingi sana. Okay. Au niwaambie watazamaji wangu ambaye aweza unaishi na dada wa kazi, umeoa, umeolewa, mnanitazama hapo. Wadada wa kazi kwa asili uwaga wana siri nyingi sana. Ni vile tu wanashindwa kutufikishia siri kwa sababu tunaweka mipaka mikubwa sana tunapoishi nao. Yaani unaweka beria kubwa, yani mtu anashindwa hata kukuzoea. Kwa hiyo ile ni ngumu kukufuata kukuambia kaka 1 2 3. Mimi kwa upande wangu naamini either ameshawahi kuona viashiria vya usaliti. Hawezi kuniambia tu kwamba anaishi pale na wewe ushindi pale unakuwa mmoja yeye hajui chochote. Kama umekubaliana na mimi, lakini unaweza kumuita hapa afike tuzungumze naye. Kama hujakubaliana naye pia tunaweza tukafikiria njia nyingine. Na kusikiliza wewe kaka. Naweza kumuita. Muite tujaribu kuzungumza naye. Kwa hiyo sasa akifika tusimuoneshe kama tunahisi, tumuoneshe kwamba tuna uhakika kwamba anajua. Okay. Ukimuonesha unahisi anaweza kukukataa. Tumkazie. Kama anajua chochote atatuambia. Kwa hiyo mpigie tumwambie afike hapa Sinza kwa leo mimi maabara mahusiano. Sinza kwa leo. Sawa. Bana anampigia house girl wake afike hapa maabara ya mahusiano. Lengo tunataka tujue anajua chochote. Kama kuna chochote anajua basi atuambie. Na kama ajui pia atuambie. Unaweza kumweka loudspeaker tafadhali? Sawa. Hello. Alana vipi? Poa, simu za kwako? Nzuri. Uko nyumbani? Ndio niko nyumbani. Wife yupo?
Yeye ameingia ndani kwanza kuoga, maana mimi niko sebuleni. Okay. Sawa. Sasa nilikuwa nataka uje hapa Sinza kwa Remi, wanaita maabara ya mahusiano. Sinza? Sinza. Kuna nini shemu? Wewe njoo tu, ila usimwage nani wife hapo. Akikuuliza wewe mwambie tu naenda Sinza mara moja, kuna rafiki yangu naenda kumuona. Haya sawa. Haya. Usiseme, hakikisha hivyo. Sawa, sitomwambia. Usiseme sijui naenda maabara mahusiano. Wewe sema tu kuna rafiki yangu, ikiwezekana usimwambie hata naenda Sinza. Wewe mzuge tu naenda kokote. Nikimzuga niende kokote si hata nielewa. Wewe utajua jinsi ya kunani. Kwanza yeye si anaoga. Wewe toka sasa hivi kabla hajatoka bafuni. Sawa. Chapu kidogo. Wewe usijiandaa hivyo hivyo, wewe njoo tu. Sawa. Fanya kabla hajatoka bafuni. Sawa. Ukishafika Sinza kwa Remi kituoni hapo nipigie simu. Sawa. Poa. Sawa, brother unamwambia kabisa maabara ya mahusiano. Sasa kama anaijua siaji huyo. Au mtu wa ndani huyu sidhani kama. Kwa hata smartphone hana. Maana yake sio mtu wa mitandao. Smartphone anayo. Anayo. Lakini huaga anapewa limitation yani ya kwa nayo. Na huyo dada yake. Sasa yani kumwambia mtu maabara ya mahusiano ni hatari. Ni bora ungeambia Sinza maana yake ukishamwambia maabara ya mahusiano hiki kipindi sasa hivi kimesha kuwa maarufu sana duniani. Kwa hiyo maabara ya mahusiano mtu wote anajua. Umeona asema kwa huyu sidhani. Au nusu maana wadada wa kazi hao ndio wanaunguzaga hadi maharage kuangalia hiki kipindi. Kwa hiyo yani ukisema maabara ya mahusiano yani ulitakiwa usimwambie. Yaani ungeambia tu njoo Sinza kwa Remi. Hapa napata wasiwasi. Vipi kama akimwambia mke wako kwamba naenda sehemu fulani, tumeharibu tayari. Tuombe Mungu. Mtazamaji, tunamsubiri huyu dada wa kazi anaitwa Alana. Mnaambia mtu wa Tunduru. Mtu wa Tunduru. Sawa. Anapiga. Tunamsubiri huyu anapiga, maana yake ngoja usimpokelee kwanza. Usimpokelee. Mpaka yani usikute hapa nataka kuongea taarifa ambayo au unataka kupokea. Ngoja tumwache. Ngoja muache kwanza. Maana anaweza kuwa anatoa udhuru. Maana ushamwambia maabara ya mahusiano, usikute anaogopa. Mtazamaji, tunamsubiri ausigeri wake na brother hapa anaitwa Alana afike maabara ya mahusiano, tuzungumze naye tujue mzizi wa tatizo ni nini. Ukiwa unaendelea kutazama video hii au huenda umeshamaliza kutazama video hii, kwa unyenyekevu mkubwa ni kuombe kusubscribe to my YouTube channel. Hapo chini kuna neno limeandikwa subscribe, naomba ukalibonyeze, bila kusahau kulike video hii na kucomment ili tuendelee kutengeneza familia kubwa.